tukiwa tunasubiria saa moja, yani tarehe 7 kwenda tarehe 8, kwa saa 5 kwenda saa 6, ikiwa imebakia saa moja kwa muda wa Eastern Time, kuona Marekani anaivamia Irani na kuifuta kwenye uso wa dunia. Trump kwenye Truth Social amepost, anasema hivi: ameamua kuingia maamuzi ya kusimamisha vita ndani ya wiki 2. Manake leo tarehe 8 mwezi wa 4 2026, ukiongeza wiki 2, siku 14, manake tutaenda kwenye tarehe 22 ya mwezi wa 4. Sasa jiulize swali, kwa nini Trump ana postpone, yani anairisha mara 4 ndani ya mwezi mmoja na wiki moja ya vita, kuanzia tarehe 28 mwezi wa 2 mpaka leo tarehe 8 leo mwezi wa 4, ameairisha kuivamia Irani moja kwa moja mara 4. Mimi niliwaambia na nitazidi kuwaambia, Trump ama Marekani haina uwezo wa kuipiga Iran moja kwa moja, haina. Na swali ambalo Trump alijiuliza, kwa nini marais wa Marekani 6 waliopita walishindwa kuivamia Irani moja kwa moja? Amepata majibu. Wewe utakaa hapo unashabikia kwa sababu wewe ni mshabiki tu wa Marekani, unaipenda Marekani. Mimi nachambua hii vita si kwa mapenzi. Mimi nachambua hii vita kutokana na habari zinazokuja mezani. Mimi ndio nakuletea, sikuletea kwa mapenzi yangu. Mimi nakuletea kutokana na habari jinsi zilivyo. Trump amefeli. Marekani imeshindwa. Marekani imepoteza nguvu ya ushawishi. Niamini mimi. Trump sio mwenda wazimu kuahirisha mara 4 ndani ya mwezi mmoja na wiki moja ya vita, kwa hasara ambayo Marekani imepata mpaka saa hizi. Kuchukua ndege pamoja na drone zake zinafika zaidi ya 40 plus. The billions of money zimepotea. Lakini jiulize, kwa nini alitoa siku masaa 48, akaongeza siku 5, akaongeza siku 6, akaongeza saa 24, akaongeza tena, ameongeza wiki 2 tena mpaka tarehe 22 ya mwezi wa 4. Kwa nini? Kwa nini usijiulize? Ndugu zangu, tutoke kwenye yale mawazo ya zamani kwamba taarifa za habari haziwezi kusema uongo. Marekani hana uwezo wa kuivamia Irani moja kwa moja, hana uwezo. Ni anguko na ni aibu kubwa kwa nchi kama Marekani na Israel kuungana kuipiga Irani ndani ya mwezi mmoja na wiki moja. Imeshindwa kuiangusha Irani. Kwa nini imeshindwa? Kwa sababu Iran alisoma kitu kimoja cha msingi katika maisha, the weak point, madhaifu ya Marekani ndio lidili nayo, wala haikudili na masuala ya strength. Weakness ya Marekani iko wapi? Kwa nini Iran mpaka saizi haijakubali kushindwa? Imepoteza watu zaidi ya 2,000 na 2,000 plus. Majeruhi wako zaidi ya 21,000. Wameuawa viongozi zaidi ya 18 wa juu. Kwa nini mpaka saizi Iran haijakubali kushindwa? Nakupa mambo mawili. Jambo la kwanza, kwa nini Marekani anashindwa kuivamia Iran moja kwa moja, ni kwa sababu 75% wa uchumi wa Marekani kupitia nguvu ya dola anategemea kwenye petrodola, biashara ya mafuta, kwa kuuzwa na kununulia kwa bei, kwa fedha, kwa thamani ya fedha ya dola. Na hii biashara ya petrodola inafanyika kwenye nchi za Mashariki ya Kati. Nilikwambia, utajiuliza kwa nini 20%
ya mfereji wa Hormuz imesababisha uchumi kutikisika nchi zote duniani. Katika wazalishaji wa mafuta nchi 10, Gulf ina nchi 5 mpaka 6. Ina Kuwait, ina Bahrain, ina Iraq, Iran, Saudia, UAE na Qatar. Hizi ni nchi 7 wazalishaji wa mafuta kwa wingi duniani, na ndizo nchi ambazo zinafanya biashara ya mafuta na Marekani bila kumuzia mtu yoyote yule kwa kutumia thamani ya fedha ya dola. Namba 1. Namba 2, Marekani amewekeza makampuni yake makubwa Mashariki ya Kati. Hii na kuzungumzia Qatar, Kuwait, Bahrain, Saudia na UAE. Amewekeza nguvu zake pale zote, na ndio maana Iran ilivyojua hivyo haidiri kuipiga Marekani moja kwa moja kwenye nchi yake, ikadiri na hawa washirika wakubwa wa Marekani. Na ndio maana kila siku nakwambia Marekani hana uwezo wa kumshambulia Irani moja kwa moja, kwa sababu anajua akifanya hivyo na kupitia waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Saidi Abbasi Aragachi na spika wao wa bunge Mohamed Bagari alisema hivi: wewe shambulia unavyoshambulia PowerPoint zetu, power plant zetu, electrical sijui whatever, sisi Gulf tu tunaiweka chini. Sasa Gulf ikienda chini, makampuni ya Marekani kama vile Amazon, Google, OpenAI ni kampuni ya kwanza kwa sasa duniani, inafanya vizuri, imewekeza 70%. Saudi Arabia ina project ya over 30 billion Saudi Arabia peke yake. Sasa hizo zote na wenyewe jana wameposti iko on target. Oracle ni makampuni ya matajiri, Tesla ni makampuni ya matajiri, Amazon ni makampuni ya matajiri na wa Marekani, Meta ni makampuni ya matajiri, Nevada ni makampuni yao, KFC ni makampuni yao, McDonald's ni makampuni zao, ziko kule, zimewekeza billions of dollars ziko kule. Wao Irani wamezitarget kwamba tukizipiga hizi kwisha. Makampuni ya real estate, biashara ya manyumba Saudia ni kampuni za Marekani. Makampuni mengi yako kule. Anajua kabisa kwamba lolote litakayotokea sisi tunaziangusha hizi. Marekani hawezi kukubali kuingia hasara, kupoteza vitu viwili kwa wakati mmoja, apoteze biashara ya mafuta na anguko la dola. Dola ikianguka, Marekani anapoteza superpower. Sababu Marekani anaingiza fedha nyingi kwenye change ya dola. Mtauziana biashara nyingi kwa nyingi, lakini mtauziana biashara kwa dola. Hichi kitendo cha kuuziana biashara kwa dola ndicho kinachompa nguvu, na yeye hataki kukipoteza hicho. Anajua akipoteza hicho ametoka kwenye mstari, hawezi kuivamia. La tatu, Mwirani anajua kwamba sisi tudili na Israeli, ndio maana unaona anampiga Muisraeli kila mara hivi. Tel Aviv sasa hizi na Dimona sasa hizi leo tarehe 8 zinapigwa na Mwirani. Sasa hii vita unavyotaka wewe iende, haiendi hivyo. Tayari kuna mpasuko wa kisiasa nchini Marekani ambao umesababishwa na huu mgogoro wa Iran, wa vita vya Irani. Watu zaidi ya milioni 8 kuandamana. Kuna msuguano kati ya vyama viwili vikubwa, Republican na Democrat, kwenye baraza la